Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika safari yetu tumeingia ndani ya safari na tumeanza safari yetu ya elimu. Alhamdulillah, nilipokutana na mwalimu wangu alikuwa mwenye kunieleza katika baadhi ya mambo kwa yule mwenye kutafuta elimu, kwa yule mwenye kusoma. Akasema kwanza, ikiwa wewe unataka kusoma basi usiwe mwenye kujiingiza ama ukasoma kwa sababu ya kuwa mwenye kujifakhiri kwa watu, na usiwe mwenye kusoma kwa ajili ya kujigamba kwa watu, na usiwe mwenye kusoma kwa ajili watu wakuone kuwa wewe ni msomi, kwa sababu tunafahamu sasa watu wakisoma wanakuwa wenye kujigamba, mimi ni msomi, nimesoma, niko na PhD, niko na nini. Watu wanajigamba na usomi wao. Mwalimu wangu pia akaniambia usiwe mwenye kusoma kwa ajili ya kutafuta mali ya watu, ukasoma ili watu wao wenye kupea katika mali zao, ukasoma ili uwe mwenye kukula katika mali yao. Na akaniambia yeye ni mwalimu ambaye kwamba afundishi watu sampuli hiyo, watu ambao kwamba wanasoma kwa ajili ya mali ya watu, kwa ajili ya kujifakhiri, kwa ajili ya kujisifu, kwa ajili ya kujigamba, hafundishi watu sampuli hiyo. Na kuna watu akanieleza kuwa kuna watu ambao kwamba wanasoma kwa nini? Ili watu wao wenye kuwasikiza, ikiwa walikuwa wanamsikiza fulani basi wageuze sura, waache kumwangalia yule mwingine, wamwangalie yeye. Akanikataza, akaniambia ni sio mwanafunzi wa sampuli hiyo. Na akanieleza ikiwa kuna mwalimu ambaye kwamba anamfundisha mtoto wake ama mzazi ambaye kwamba anamsaidia mtoto wake kwenda kusoma kwa ajili ya kujigamba, kujifakhiri, watu wamuone kuwa yeye ni msomi, ajigambe na elimu yake, akasema ni mfano wa jambazi ambaye kwamba yuko njiani anakuwa mwenye kuwakata watu kisha wewe unamuuzia panga. Mwalimu mwenye kufundisha mtu ambaye kwamba anataka kujifakhiri, anataka kujisifu, basi ni sawa sawa na kumuuzia jambazi upanga. Kwa akanifundisha hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ana ala masiyatin walau bi shatri kalimatin kana sharikan lahu fiha, yule ambaye kwamba atamsaidia mtu kufanya maasi ama kufanya madhambi ama kufanya makosa, basi anakuwa sawa sawa, anapata madhambi mfano ama sawa sawa na yule mtu ambaye kwamba alikuwa mwenye kufundisha katika yale maasi ambayo kwamba alikuwa mwenye kuyafanya, ama alikuwa mwenye kumsaidia katika yale maasi ambayo kwamba mtu kama yule alikuwa mwenye kuyafanya. Mama zangu, dada zangu, ndugu zangu, nikiwapea nasaha na kuwakumbusha kuwa tusiwasaidie watoto wetu kununua upanga kuwavamia watu njiani. Usifundishe mtoto aende akasome akuje kutuambia Uislamu unanibana, Uislamu utetee haki ya mwanamke, Uislamu unatetea haki ya mwanamke, na watu waache kusingizia Uislamu na kuzuia Uislamu. Watu wajistiri, watu wavae hijabu, watu wavae niqab, watu wakae kwa sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu wakae katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazazi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyinyi wote ni wachunga na mtaulizwa watoto wenu mliwachunga namna gani, watoto wenu mliwalea kwa sampuli gani. Lazima siku ya kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa mwenye kuuliza. Nasaha kwa mzazi, nasaha kwangu na kwa wale wote ambao watanisikiza, tuangalie kizazi chetu, tuangalie watoto wetu, tuangalie mabinti wetu, tunawalea kwa namna gani na kwa sampuli gani. Alhamdulillah, nashukuru, na safari yetu ya masomo insha Allah inakuwa yenye kuendelea na tunafaidika. Kusoma ni utamu, kusoma kuna faida kubwa sana na tunafaidika katika elimu. Leo tu kwa hiyo nimeona niwape faida kwa yale ambayo kwamba nimekuwa kwenye kuyasoma leo kutoka kwa mwalimu wangu. Shukran lakum. Yes.
Wabillahi tawfiq.